wanaume wako na tamaa za wanawake na anataka kuongoza hivyo bila hizo tamaa. Na shetani ataleta mtu. Kanisani kuna wanawake wanatafuta wanaume. Uliza wanaume watakueleza. Kuna wanawake wako na kiu bado na hawajaenda madhabahuni kuambia pastor anasumbuliwa na tamaa. Na wengine ndio hao wanafanya hiyo mambo, alafu mnabidi mshinde kumfanya hivi sasa. Maisha yafanyika tayari. Maana kuna tabia na nyinyi wa mama mkianza kutongozwa na watu wa kanisani, leteni report kwangu au kwa viongozi. Amina. Kama ni mama pia, siku hizi hata mama wanatongoza. Sijui wametumwa na shetani. Unatongoza mpaka kanisani. Si utongoze kule nje. Wachungaji kuna kazi ngumu sana. Wajua shetani anatufuata ndani ya kanisa. So uongozi ni tabia ya kiungu kama ya Yesu Kristo. Huo ndio msingi. Na mchungaji yote, askofu yoyote ambaye hajashughulikia swala la karakta, shetani atamwangusha kupitia tamaa hizi. Tamaa ni hali zetu za zamani kulikuwa duniani, lakini zinaweza zikatawalika. Kristo anaweza kuzitawala. Amen. Amina. Ukiona mtu amekaa kwa huduma na hana hataji, ni kwa sababu tu moja, ameangalia msingi. Kila mchungaji na ndugu mko hapa, ambia Bwana akuokoe na wanawake wote. Amina. Una mwanamke mmoja. Na kama huna, ungojee mpaka upate wako. Tarehe 6 kuna mmoja tunampatia mke wake hapa. Amen. Amen. Jambo la pili kwa huduma ni huduma asili yake ni nini? What is the nature, asili. Asili ya huduma katika mambo yote ile nimewaambia ni ukombozi, lakini hapa tunaita ni service. Yesu alisema si kuja kutumikiwa, nimekuja kwa nini? Kutumika. So baada tumesettle jambo la tabia katika wokovu, tunaanza kuuliza sasa huduma yangu ni nini? Yaani service. Serve. Kama una pesa, serve na pesa zako. Una kipawa, serve the people. Don't use it for yourself. Jambo la tatu ni nia. Kila kitu unafanyika na nia. Kuna nia ambayo kila mmoja ako nayo. Kuna yale matakwa na tamanio la moyoni. Tunalitaga nia. The motive. Kwa mambo yote tunayofanya, tunataka tuulize kwamba huyu amefanya na nia gani? Ni kitu gani anatafuta? Watu wameingia kwenye huduma, wafanya huduma na nia mbaya ambayo si ya Mungu. Wengine wameingia na nia ya kupata utajiri, wengine wameingia na nia ya umaarufu. Zile nia zote zitafika mahali zitajulikana. Maanake nia utaificha kwa muda, lakini baadaye itaonekana huyu walitaka hii. Unaweza kuingia na nia mahali fulani kutaka cheo, lakini inakuwa imefichika, si ndio? Ukinyimwa cheo unakasika. Maana nia ilikuwa ni nini? Nia ikiwa ni pesa, nia ikiwa ni chochote kile itabainika, lakini nia ya uongozi ni upendo. Amen. Nafanya ninachofanya si kwa sababu Mungu pastor anipatie chochote, nampenda Mungu. Amen. Namtolea Bwana maana nampenda. Nafanya hili kwa sababu nampenda. Kuwe kumekauka, hakuna nia yangu ni kumpenda Mungu. Ya 4, huduma au uongozi utafanyiwa vipimo. Utapimwa. Hatupimi huduma ya mtu na kipawa. Vipawa vitaisha. Sikizeni vizuri. Vipawa vinaweza kupewa na wakati utaondoka. Kitu moja kinaumiza wa huduma ni wakati kipawa kimeondolewa na Mungu. Unasema power, na yule ambaye anatakana kupigwa na power anakuuliza power gani? Power. Hakuna power. Anakuangalia. Zamani walikuwa kusema power, wanaenda chini wote.